Kamanda wa polisi wa mkoa wa Nyanza Noah Mwivanda alirejeshwa Jumanne wiki moja baada ya kuripoti. Nafasi ya Mwivanda ilichukuliwa na mkurugenzi wa kurugenzi ya ustawi ambaye anafahamika kama Manase Msioka. Maafisa wafahamu walisema Msioka ambaye ni kamanda wa zamani wa mikoa ya Kati na Pwani aliripoti Jumanne na alitazamiwa kuchukua Jumatano tarehe 5 mwezi huu. Mwivanda alikuwa ameripoti Machi tarehe 27 na alisimamia operesheni ya kuzuia maandamano katika mkoa huo ambayo yaligeuka kuwa mabaya na kusababisha vifo vya watu wasipopungua wawili akiwemo afisa wa polisi. Wenyeji walisema kulikuwa na wasiwasi kuhusu jinsi alivyoshughulikia maandamano hayo kwa ujumla na hivyo kuchukua hatua ya kumrejesha katika makao makuu ya polisi. Alikuwa amechukua nafasi ya Kiranja Mwiruri ambaye sasa ni naibu mkurugenzi wa lojistiki katika makao makuu ya polisi. Mwiruri alikumbukwa baada ya makamanda katika makao makuu ya polisi kusema hawajafurahishwa na jinsi alivyoshughulikia maandamano katika eneo hilo. Mwiruri alikumbukwa baada ya makamanda katika makao makuu ya polisi kusema hawakufurahishwa na jinsi alivyoshughulikia maandamano katika eneo hilo. Mabadiliko hayo yanaonekana kuwa sehemu ya yale yanayotekelezwa na Inspekta Jenerali wa polisi Javeth Koome ambaye mnamo Jumamosi Aprili tarehe 1 alimtaja Nyale Munga kama mkurugenzi mpya wa operesheni akibadilishana nyadhifa na Boniface Maingi. Koome pia aliwahamisha makamanda 5 wa polisi wa kaunti ndogo ya Nairobi wanaojulikana kama OCPDs. Walioathirika ni makamanda wa Kilimani, Njiru, Embakasi, Dagoreti na Central. Katika mabadiliko mengine, Geoffrey Mayek aliteuliwa kuwa kamanda mpya wa polisi kaunti ya Kericho. Alichukua nafasi ya Rico Ngare. Makamanda wote wa polisi wa kaunti ndogo ndani ya kaunti ya Kericho ikiwemo Kericho, Kibukelion, Boreti, Sosiot walihamishwa. Mabadiliko hayo pia yalisababisha makamanda wa wadi kadhaa ambao wanafahamika kama OCS kuhamishwa pia kutokana na maandamano hayo. Msioka amekuwa akiongoza kurugenzi mpya ya ustawi katika Jogoo House, makao makuu ya huduma ya kitaifa ya polisi ambayo iliundwa mwaka jana kusaidia kushughulikia kiwewe katika huduma hiyo kwa jumla. Yeye si mgeni katika eneo hilo kama vile hapo awali alihudumu Migori kama kamanda wa kaunti, huku baadhi ya makamanda jijini Nairobi walimlaumu Mwiruri kwa jinsi alivyoshughulikia maandamano hayo, wakisema alikuwa mpole kwa waandamanaji. Walimshtumu Mwivanda kwa kuhusika na vifo na uharibifu wa mali ambao ulishuhudiwa katika eneo hilo. Baadhi ya majengo yalishambuliwa na kuporwa huku kukiwa na madai kuwa vikundi vilivyokuwa nyuma yake vilikodiwa. Takriban watu 3 wameuawa kwa kupiwa risasi katika eneo hilo na afisa wa polisi alikimbizwa na gari alipokuwa akitoroka kutoka kwa kundi la watu waliokuwa na hasira. Mwivanda aliongoza operesheni hiyo mnamo Jumatatu Machi tarehe 27 katika eneo hilo ambayo ilisababisha angalau mtu mmoja kuuawa kwa kupiwa risasi Kisumu na 2 kujeruhiwa huku Migori. Makumi ya maafisa wa polisi walitumwa katika mji mkuu ikiwemo Kisii, Nyamira na Homa Bay kudhibiti maandamano hayo. Barabara kuu ya Isebania Kisii ilikuwa na watu wengi na polisi waliotawanya waandamanaji waliokuwa wamezuia kwa saa nyingi na kuathiri mtiririko wa magari. Mamlaka huru ya kusimamia polisi ilisema inachunguza visa vya ufyatuaji risasi vilivyotokea katika eneo hilo na maeneo mengine ya nchi. Mwenyekiti Ann Makori alisema kuwa wanafuatilia jinsi polisi walivyojihusisha na usimamizi wa utulivu wa umma katika maandamano yaliyoitishwa na Azimio la Umoja. Mamlaka imesema imebaini na kuyafanyia uchunguzi mambo 4 ambayo yatalenga kubainisha kiwango cha utiifu wa polisi kwa mujibu wa ibara ya 244 ya katiba, sheria ya maadili ya umma na sheria zote nyinginezo zinazohusiana na usimamizi wa umma na matumizi ya nguvu. Masuala yanayochunguzwa ni pamoja na mauaji ya watu waliouawa Kisumu, Migori na ambapo polisi walishindwa kutoa ulinzi kwa mali ya kibinafsi jijini Nairobi. Brian Kibwage, Kisii Hot TV.